Siku ilianza kwa rangi ya waridi. Mage alisimama mbele ya kioo kikubwa cha chumbani kwao, akijitazama tumbo lake lililochomoza kwa miezi 7 sasa. Ndani ya tumbo hilo kulikuwa na kiumbe ambacho yeye na mumewe Lukamba walikuwa wamekingojea kwa miaka 5 ya dhihaka na masimango ya ndugu. Lukamba aliingia chumbani, akatabasamu na kumshika mabega, akambusu kwenye paji la uso. Lukamba, mke wangu, unajua kila nikikutazama naona muujiza. Miaka 5 tulichekwa, lakini leo Mungu ametupa heshima. Huyu mtoto akizaliwa nitahakikisha naishi kama mfalme. Wewe ndiye malkia wangu wa pekee, Mage. Hakuna mwanamke atakayechukua nafasi yako. Mage akiegama kifuani kwa Lukamba. Asante mume wangu. Nilikuwa naogopa kama utachoka kunisubiri, lakini upendo wako umekuwa ngome yangu. Naahidi kuwa mama bora kwa mwanao. Mage alihisi amefika kilele cha furaha, lakini hakujua kuwa mwangaza wa jua ule ulikuwa ni utulivu kabla ya dhoruba kuu kuanza. Usiku mmoja, saa 8 za usiku, giza lilikuwa nene. Lukamba alikuwa bafuni akioga baada ya kurudi kazini usiku sana. Simu yake iliyokuwa juu ya meza iling'aa na kutoa sauti ya ujumbe wa WhatsApp. Mage akidhani labda ni dharura ya kazini, aliichukua simu. Macho yake yalikutana na maneno yaliyomfanya ahisi kama amechomwa na ncha ya barafu moyoni. Mpenzi Lukamba, mbona hujibu? Mtoto anacheza sana leo. Anasema anataka kumuona baba yake. Usisahau kunitumia hela ya kliniki kesho. Nakupenda mume wa mtu. Mage alihisi dunia inazunguka. Lukamba alitoka bafuni akijifuta maji. Alipomuona Mage ameshika simu yake, uso wake ulibadilika na kuwa wa kinyama. Mage, sauti inatetemeka. Lukamba, huyu ni nani? Mtoto gani huyu anayecheza? Kwani una familia nyingine nje ya nyumba hii? Lukamba, Mage, nani amekupa ruhusa ya kushika simu yangu? Usianze uivu wako wa kijinga. Huyo ni mke wa rafiki yangu marehemu, na msaidia tu gharama za kliniki kwa heshima ya rafiki yangu. Acha ushamba. Ndio maana na kuficha mambo mengi kwa sababu huna akili ya kuelewa. Mage alibaki akilia kitandani huku Lukamba akijigeukia upande wa pili na kulala kama vile hajafanya kosa lolote. Siku zilivyosogea, Lukamba akawa mgeni. Harufu ya perfume mgeni ikawa rafiki ya shati zake. Mage akiwa na uzito wa mimba na maumivu ya mgongo, alijikuta akilia kila usiku. Wiki 2 baadaye, Mage alikuwa njiani kuelekea kliniki. Alijisikia mchovu, lakini aliamua kupitia kwenye mgahawa mmoja kupata juisi. Alipofika mlangoni, macho yake yaliona kivuli alichokijua vyema. Pale kwenye meza ya pembeni yenye mwangaza hafifu, Lukamba alikuwa amemshika mkono binti mmoja mrembo aitwaye Sasha. Sasha alikuwa amevaa gauni jekundu, akicheka kicheko cha furaha huku akizungusha glasi ya juisi. Mage alipiga hatua, akasimama mbele yao. Lukamba akishtuka na kusimama haraka. Mage, unafanya nini hapa? Nilikuambia nipo kwenye kikao cha dharura ya ofisi. Mage, sauti imejaa uchungu. Lukamba, kikao cha ofisi kimehamia kwenye migahawa ya mahaba Lukamba. Na huyu mshirika wako wa kazi mbona anaonekana ana mradi tumboni kama wangu? Huyu ndiye yule mjane wa rafiki yako? Sasha hakushtuka. Alijiegama kwenye kiti akamtazama Mage kuanzia chini hadi juu kwa dharau, kisha akajipapasa tumbo lake kubwa. Baby Lukamba, huyu ndiye mwanamke unayesema na kuzeesha kwa malalamiko na harufu ya uzazi? Dada, tulia. Lukamba amechoka na sura yako ya huzuni. Hapa kuna damu changa. Mwambie ukweli Lukamba. Mwambie kuwa mimi ndiye mwenye mtoto wa kiume unayemtamani, sio yeye. Na ndani ya tumbo langu kuna mwirithi wa kweli ambaye Lukamba amemsubiri. Hauna chako hapa. Rudi kanywe uji wa kliniki ukatulie. Mage alimtazama Lukamba ili amtetee, lakini Lukamba alishusha macho chini. Mage alihisi uchungu mkubwa tumboni. Aligeuka na kuanza kukimbia nje ya mgahawa huku akilia. Alipofika barabarani, macho yalimzuia kuona. Pa! Gari lilimgonga Mage upande wa pembeni, akaanguka chini na kupoteza fahamu. Pa! Gari lilimgonga Mage upande wa pembeni, akaanguka chini na kupoteza fahamu.
Wakati Mage akiwa hospitalini akipigania maisha yake, Lukamba alihamia rasmi kwa Sasha. Aliamini Sasha ndiye bandari yake ya amani na atapata mtoto wa kiume aliyemtamani. Lakini siku moja, Lukamba alirudi nyumbani kwa Sasha mapema akitoka kazini ili ampe surprise ya zawadi ya dhahabu. Alipofika mlangoni, alisikia sauti ya mwanaume ikicheka ndani ya chumba cha kulalia. Sauti ya mwanaume: Sasha, huyu bwege Lukamba utamchuna mpaka lini? Hiyo mimba yangu itazaliwa huku yeye akilipia kila kitu. Sasha akicheka kwa dharau: yule Lukamba ni boya, hana akili. Alikuwa anatafuta mtoto kwa udi na uvumba. Nikamdanganya hii mimba ni yake ili anihudumie. Ananunua kila kitu, kuanzia kodi mpaka nguo. Akizaliwa huyu mtoto, nitamwambia asante kwa huduma, kisha namrudia mume wangu wa kweli. Hana lolote yule, ni mshamba anayejiona mjanja kumwacha mkewe. Lukamba alihisi dunia inazunguka. Ile dhahabu mkononi ikamdondoka. Alivunja mlango kwa hasira. Sasha, hivyo ndivyo unavyonilipa? Nimeiharibu ndoa yangu, nimemuacha mke wangu Mage mjamzito kwa ajili ya mchezo wako. Sasha bila hofu yoyote: Lukamba, toka nje ya nyumba yangu. Haujui kuwa aliyemsaliti mkewe wa ndoa hawezi kuaminika? Ulinitumia kama sehemu ya kupunguzia stress na mimi nimekutumia kama ATM. Sote ni wasaliti. Sasa nenda kamsaidie mkeo kama bado yuko hai. Lukamba alitoka nje akiwa amechanganyikiwa. Alikumbuka dharau aliyomfanyia Mage mgahawani. Alikumbuka jinsi alivyomwacha mkewe akilia huku akiwa na mimba yake ya miezi 7. Aliamua kurudi nyumbani kuomba msamaha. Alipofika mlangoni, alikuta milango imefungwa na kufuli kubwa. Jirani yake alitoka na kumtazama kwa masikitiko. Jirani: Lukamba. Mage alipata mshtuko wa moyo, akapelekwa hospitali na amejifungua kabla ya wakati. Lukamba alikimbia hospitalini kama kichaa. Alimkuta kaka yake Mage amesimama mlangoni mwa wodi ya wagonjwa mahututi. Kaka wa Mage: usithubutu kupiga hatua nyingine Lukamba. Mage amejifungua kwa upasuaji wa dharura. Mtoto yuko salama, lakini Mage amepoteza uwezo wa kuzaa tena kwa sababu ya ile ajali. Na jambo la kwanza alilosema alipopata fahamu ni kwamba kwake wewe ulikufa siku ile mgahawani. Lukamba akipiga magoti na kulia: nisameheni, nilipotezwa na tamaa, nataka kumuona mwanangu. Kaka wa Mage: huna mtoto hapa. Kwenye cheti cha kuzaliwa, Mage ameacha nafasi ya baba wazi. Amesema mtoto wake hatalelewa na mtu aliyekuwa tayari kumuua mama yake kwa maneno ya dharau ya mchepuko. Ondoka. Siku ya kuruhusiwa kutoka hospitalini ilifika. Mage alikuwa amekaa kwenye kiti cha magurudumu, akimbeba binti yake mrimbo Neema, aliyekuwa amefungwa kwenye shuka jeupe la panga. Lukamba akiwa amechakaa na macho yake yakiwa yamevimba kwa kukosa usingizi na kulia, alifanikiwa kupenya walinzi na kuingia wodini. Lukamba, sauti inatetemeka, akijaribu kumkaribia Mage. Mage, mke wangu, tafadhali, nitazame hata mara moja tu. Najua nimekosa, najua nimekuumiza kiasi ambacho hakisameheki, lakini huyu ni mwanangu pia, damu yangu. Ruhusu nikadhibi hata kwa sekunde moja, kisha nitaondoka. Mage alinyanyua macho yake yaliyokuwa na utulivu wa ajabu. Utulivu ule wa mtu aliyeshapita kwenye moto na kuungua, sasa haogopi tena joto. Alimkadhia macho Lukamba kama vile anamtazama mgeni asiyemjua. Mage, sauti ya chini lakini yenye mamlaka. Simama hapo hapo Lukamba, usisogie hatua nyingine. Unasema huyu ni mwanao? Unasema huyu ni damu yako? Kumbuka maneno yako kule mgahawani Lukamba. Ulimwambia Sasha kuwa mimi na kuzeesha na sura yangu ya huzuni. Ulimwambia kuwa mrithi wako wa kweli yuko kwenye tumbo la Sasha. Lukamba, akipiga magoti mikono ikitetemeka. Nilidanganywa Mage. Sasha alinitumia, mimba haikuwa yangu. Alikuwa ananichuna pesa tu. Mage, akicheka kicheko cha uchungu. Oh, kwa hiyo unarudi kwangu kwa sababu Sasha amekufukuza? Unarudi kwa sababu umegundua kuwa mrithi uliyemtegemea si wako?
Hukujiuliza kuhusu huyu mtoto wangu wakati nilipokuwa nimelala kwenye damu barabarani baada ya kugongwa na gari? Wakati mimi nikiwa chumba cha upasuaji nikipigania maisha ya mwanao, wewe ulikuwa unanunua dhahabu kwa ajili ya Sasha. Lukamba: Mage, nakupenda, nilikosea njia tu. Mage: upendo? Lukamba, upendo hauna usaliti wa kinyama kiasi kile. Uliniua siku ile mgahawani, waliposhindwa kunikingia kifua mbele ya mwanamke aliyenitukana nikinywa uji wa kliniki. Hapo ndipo ulipozika ndoa yetu. Leo unamuona huyu mtoto ni mfalme, lakini siku ile ulimuona ni mzigo unaokuzuia kufurahia maisha na Sasha. Mage alimgeukia kaka yake aliyekuwa pembeni. Kaka, mtoe huyu mtu hapa. Harufu yake inanikumbusha usaliti, na mwanangu anahitaji hewa safi ya upendo, si harufu ya majuto ya mwanaume aliyeshindwa kuwa baba na mme. Lukamba akilia kwa sauti: Mage, usiniache, nitabadilika. Mage: neno la mwisho kabla ya kusukumwa kuelekea mlangoni. Lukamba: nenda kanywe ule uji wa kliniki uliosema nitulie nao. Labda utakupa akili ya kujua thamani ya mwanamke mwema kabla hujampoteza. Kwa heri Lukamba. Mage alitoka nje kuelekea kwenye gari la kaka yake bila kugeuka nyuma. Lukamba alibaki wodini akiwa ameinama sakafuni, huku sauti ya kilio chake ikisikika kuta nzima za hospitali. Alikuwa amepoteza almasi yake kwa ajili ya kioo kilichovunjika, na sasa kioo hicho kilikuwa kimemkata na kumwachia makovu yasiyofutika. Usaliti ni kama kioo kilichovunjika, hata ukikiunganisha makovu hayafutiki. Lukamba amepoteza almasi kwa ajili ya kioo, na Mage ameanza maisha mapya na binti yake Neema. Je, wewe ungekuwa Mage, ungempa Lukamba nafasi ya pili? Tuachie maoni yako hapa chini, na hii ni Jax Flix TV. Usisahau kusubscribe kwa simulizi nyingine zenye kusisimua na kufundisha. Mpaka wakati mwingine, kwa heri. Jax Flix TV.